Hujambo na karibu sana. Unajua, leo tunaenda kuzamia jambo zito kidogo, lakini la muhimu sana. Falsafa za yule mwanasaikolojia nguli Carl Jung. Ebu nikuulize, ushawahi kujikuta unatumia nguvu zako zote kuwafurahisha watu wengine mpaka unajisahau wewe mwenyewe kabisa? Kama jibu ni ndio, basi uko sehemu sahihi. Leo tutaangalia jinsi tunavyoweza kutumia haya mawazo ya Jung ili kulinda hisia zetu na hatimaye kurudisha nguvu zetu. Sawa, tuanze. Hebu vuta picha kidogo. Kwa nini wale watu wenye ushawishi mkubwa, wale wanaojiheshimu kweli kweli, mara chache sana watuona wakihangaika kutafuta umaarufu au kujionyesha? Sio kwamba hawana cha kusema, hapana. Wana siri moja kubwa. Unajua, unapoamua hafla kutopatikana kila wakati, nguvu inabadilika. Watu wanaanza kuwa na udadisi, wanaanza kujiuliza kwa nini huyu mtu hayupo, na hapo hapo ule mwelekeo wa nguvu unahamia kwako. Na hii inatuleta kwenye kiini hasa cha changamoto yetu ya kila siku. Sawa, hebu tuzame ndani ya hili. Huu ni ule mtego wa kupatikana kila wakati, mtego mbaya sana. Unajua, jamii yetu imetufundisha huu mtego na tumeingia wazima. Tumeaminishwa kwamba kama unajibu message mara moja, kama unasema ndio kila ukiombwa msaada, na ukiwepo kwa ajili ya kila mtu saa 24, eti hiyo ni ishara ya upendo. Lakini hapa ndipo tunapokutana na dhana ya Carl Jung inayoitwa persona. Kimsingi, persona ni kama kinyago ambacho sote tunakivaa ili tukubalike na jamii. Sasa tatizo linaanzia pale unapoishi maisha yako yote kupitia hiki kinyago. Ndiyo, unakuwa mtu wa kutegemewa sana, watu wanafurahi, lakini wewe je? Ndani kwa ndani unachoka kihisia. Unachoka sana. Kadiri unavyovaa hiki kinyago muda mrefu, ndivyo unavyopoteza kabisa uhusiano na yule wewe wa ukweli. Hebu tuwe wa kweli hapa, na nataka ujitafakari kidogo. Ni mara ngapi umesema ndio huku moyo wako unalalama na kupiga kelele, hapana, sitaki? Unajua, kile ambacho mara nyingi tunakiita ukarimu na tunadhani ni wema, wakati mwingine ni kitendo cha kujitelekeza tu. Tunajikataa wenyewe. Kimefichwa kwa ufundi kionekana kama ukarimu, lakini ukweli ni kwamba kinakunyonya nguvu zako kimya kimya. Na hii inatupeleka kwenye jambo hili muhimu. Nguvu yako ya kiakili ina kikomo, sio kisima kisichokauka. Jung aliona akili zetu kama mfumo ambao una ukomo wa nguvu. Hebu fikiria battery ya simu yako. Inapoisha, inabidi uichaji, sivyo? Nguvu zako za kiakili ziko vivyo hivyo. Kila wazo linalokupitia kichwani, kila hisia unayoruhusu ikusumbue, kila bishano unalojiingiza, na kila hatua unayochukua kwa mambo ya wengine, vyote hivi vinanyonya hiyo battery yako. Kila unapojitetea kwenye ukosoaji usio na maana, unatumia nishati ambayo haitarudi kamwe. Katu. Na hii inakufanya uwe dhaifu sana na rahisi kutumiwa na watu wenye hila. Sikiliza, watu ambao ni manipulative, wale wanaopenda kutumia na kutawala wengine, wanatafuta hasa watu wasioweza kusema hapana. Wanawatafuta wale wanaojiona wana wajibu wa kubeba matatizo ya kila mtu kwenye mabega yao. Lakini nguvu halisi haiko kwenye kuitikia kila kinachotokea, hapana. Nguvu ya kweli ni kuwa na mamlaka ya kuchagua kwa umakini kabisa ni nani na kipi kinastahili kupata muda wako na nishati yako. Tuangalie sasa, kwa nini hawa watu wanataka uchukue hatua au ureact kila wakati? Kwa nini kila mara wanataka kukuibua hisia? Unajua, watu wenye nia ya kukudhibiti hawahitaji hata kudhibiti kila unachofanya. Wanachotaka kimsingi ni kudhibiti hisia zako. Wanajua hasa bonyeza gani, wakibonyeza utakasirika, utaogopa au utajisikia hatia. Junga ilieleza hili vizuri sana kupitia dhana inayoitwa uhamishaji au projection. Hii ni ile tabia ya mtu kuchukua hofu zake, udhaifu wake na hisia zake mbaya ambazo yeye mwenyewe ameshindwa kuzitatua, halafu anakutwisha wewe. Wanakutegemea uwe mkombozi wao. Na maadamu unaendelea kuupokea huu mzigo waliohamishia kwako, mzunguko huu wa kuchosha utaendelea na utaendelea. Lakini vipi ukiamua tu, basi mimi sichezi tena huu mchezo? Hapa ndipo mabadiliko ya kweli yanapotokea. Unapoamua kukaa kimya
Pale wanapotarajia upambane na kutoa povu, inawalazimu wajikabili wenyewe. Hawana wa kumtupia mzigo. Kuweka kwako mipaka kuna wakera sana wale waliozoea kukutumia. Kwa nini? Kwa sababu sasa hupatikani tena kubeba matatizo yao. Na hiyo inatuleta kwenye nguvu ya ukimya. Hebu tutue kidogo hapa, tufikirie kuhusu huu ukimya. Sizungumzii ule ukimya wa woga au wa kushindwa la kusema. La, nazungumzia ukimya uliojaa nguvu. Hii nukuu inaweka mambo sawa kabisa. Ukimya sio udhaifu, ni umaridadi wa hisia. Unaposita na kujizuia kujibu papo hapo unapotibuliwa, unaacha kufyonza sumu za wengine. Badala yake, unaanza kuwa mtazamaji. Unaanza kuona wazi mienendo yao na hila zao. Unaanza kung'amua, aha, huyo ananiheshimu, lakini huyo ananitafuta tu kwa sababu anataka kunyonya nishati yangu. Kwa hiyo, jambo la msingi hapa ni kwamba kukataa kwako kushiriki kwenye vita ambavyo vinaiba amani yako tu ndilo jibu lenye nguvu zaidi unaloweza kutoa. Ukimya hutengeneza umbali kati yako na fujo za watu wengine. Na huo umbali, nakwambia, unakupa uwazi wa akili. Unaona mambo jinsi yalivyo, sio jinsi wanavyotaka uyaone. Jambo ambalo linatupa suluhisho letu linalofuata. Mipaka ni vichungi tu, sio kuta za kujitenga. Na hii inaonyesha kwa uzuri kabisa kwamba kuelewa tu haya mawazo ya Jung kichwani haitoshi kama huchukui hatua. Inabidi uanze kuweka mipaka. Lakini unajua, watu wengi wanaelewa vibaya hii dhana ya mipaka. Wanafikiri kuweka mipaka ni kuwa na roho mbaya au kujitenga na watu kama kisiwa. Sio kweli. Mipaka ni vichungi, ni tofauti kabisa na kuta. Ukijenga ukuta mzito kuzunguka maisha yako, unazuia kila kitu, hata upendo na fursa nzuri hazitaingia. Lakini kichungi kinaruhusu upendo, heshima na mambo mazuri yapite, huku kikizuia zile hila, unyonyaji na udhibiti wa kihisia kubaki nje ya maisha yako. Basi, hizi hapa ni hatua 5 za vitendo ambazo unaweza kuanza kuzitumia leo. 1. Sitisha kidogo kabla ya kujibu. Jifunze kujipa sekunde chache za kutafakari. 2. Sema hapana bila kujisikia hatia. Unajua, hapana ni sentensi iliyokamilika. 3. Jipe ruhusa ya kuondoka kabisa kwenye mazungumzo yanayokuchosha. 4. Acha ile tabia ya kujieleza na kujitetea kwa kila uamuzi mdogo unaofanya. Na 5. Linda muda wako, utadhani unalinda pesa zako benki. Watu wanaokuthamini kikweli wataheshimu hivi vichungi vyako. Na wale watakaokasirika, bwana, hao ndio wale waliokuwa wanafaidika ulipokuwa huna mipaka. Na tukiingia sehemu yetu ya mwisho, kurudisha nafsi yako ya kweli. Huu ni mwanzo mpya. Ukweli ni kwamba mwanzoni kuweka hizi mipaka na kuanza kupatikana kwa nadra kutakufanya ujisikie vibaya sana. Hautazoea. Utajisikia hatia ndani kwa ndani na utakuwa na hofu kwamba labda wewe ni mbinafsi. Lakini asikudanganye mtu, hii hofu ni ya kawaida kabisa unapoanza kurudisha nguvu zako. Kadiri unavyovumilia ule usumbufu wa kuanza, unaingia kwenye hatua ambayo Jung aliita kujitambua au individuation. Huu ni ule msafara muhimu sana wa kuwa wewe halisi na sio kile ambacho jamii, marafiki au ndugu wanataka uwe. Hapa sasa ukimya wako hauogopeshi tena, unakuwa wa amani. Upweke wako unakuwa tiba ya roho. Unaacha kuhangaika kutafuta watu wa kupigia makofi na hatimaye unaacha kuitikia tu maisha ya wengine na unaanza kutengeneza maisha yako mwenyewe. Kumbuka hili siku zote. Nguvu kubwa kabisa kwenye maisha yako haitoki kwenye uwezo wako wa kuwadhibiti watu wengine. Inatoka kwenye uwezo wako wa kudhibiti nishati yako wewe mwenyewe. Kama nukuu hii inavyotukumbusha kwa msisitizo mkubwa, kwa sababu unapoacha kupatikana kwa kila mtu, kwa kila kitu, hatimaye unapatikana kwa ajili ya nafsi yako ya kweli. Ni kweli, baadhi ya watu wataona umebadilika na utapoteza mahusiano yaliyotegemea wewe kuwa mnyonge. Lakini unachokipata badala yake ni kitu cha thamani isiyopimika. Heshima yako binafsi, uhuru wako wa kihisia na amani. Kujilinda wewe mwenyewe sio ubinafsi, ni ulazima kabisa. Kama unataka kuishi maisha yenye maana. Jung aliamini kwamba ili uwe mwanadamu aliyekamilika kweli, unahitaji ujasiri wa kusimama peke yako, hasa pale umati unapoelekea kusiko sahihi. Ule ujasiri wa kipekee unaanza dakika ile moja unapoamua kwa dhati kujichagua wewe mwenyewe. Na ukishafanya hivyo tu, kila kitu kinabadilika.
Kwa hiyo, nakuachia swali moja muhimu sana. Je, uko tayari kuanza kulinda nishati yako leo na kujipa kipaumbele? Tafakari juu ya hilo. Asante sana kwa kuwa nami na tutaonana wakati ujao.